Iliyopo mbele yako ni biofertilizer iliyotengenezwa kwa kutumia vitu vitatu. Cha kwanza ni nywele za binadamu, cha pili ni majivu meupe, na cha tatu ni mifupa ya wanyama kama mbuzi na ng'ombe. Vitu hivi vitatu ndio vinavyotupelekea kupata mbolea iliyokamilika yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya kukuzia na kupandia mazao, nikimaanisha nitrogen, potassium pamoja na phosphorus. Kitu cha kwanza ni nywele. Nywele hizi hupatikana na hukusanywa kutoka kwenye saluni mbalimbali. Nywele hizi husafishwa na kisha kukaushwa, na baada ya hapo huwekwa katika pipa ambapo huchukuliwa utomvu wa mpapai mweupe. Utomvu wa mpapai mweupe una enzyme anaitwa papain. Papain husaidia kuvunjavunja disulfide bonds zilizopo kwenye protini ya nywele inayoitwa keratin. Baada ya uvunjaji huu hurahisisha zoezi la uyeyushaji wa nywele. Nywele hii iliyochakatwa kwa kutumia enzyme anaitwa papain huwekwa kwenye pipa ambalo huchemshwa kufikia nyuzi joto kati ya 160 za centigrade mpaka nyuzi joto 220 za centigrade. Hii huvunjavunja na kusababisha nywele kuyeyuka kabisa. Cha pili ni mifupa ya wanyama. Mifupa hii ya wanyama huwekwa juani na kukauka. Baada ya hapo hubondwa na kusagwa kutengeneza unga. Unga huu huongezwa kwenye mchanganyiko tuliotengeneza mwanzoni kwa kutumia nywele pamoja na utomvu wa mpapai. Na cha tatu ni majivu meupe. Majivu meupe yana wingi wa madini ya potassium, kwa hiyo huongezwa ili kuweza kukamilisha mbolea kamili yenye virutubisho vyote vitatu: nitrogen, potassium pamoja na phosphorus. Kinachotofautisha mbolea hii na mbolea nyingine zilizopo ni kwamba mbolea hii inazalishwa pasipo matumizi ya kemikali za viwandani kabisa. Namaanisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mbolea hii inafaa kwa matumizi ya shambani kwa ajili ya kupandia na kukuzia pasipo kuweka kemikali ya aina yoyote. Na faida kubwa ya mbolea hii, ina wingi wa nitrogen kati ya 13% mpaka 18%, ambayo inakosekana kwenye mbolea nyingine ikiwemo mboji na samadi, ambao huwa na wingi wa nitrogen kati ya 3% mpaka 5% pekee. Hii inafanya mbolea hii kuwa na umuhimu mkubwa na kufaa kwenye kilimo cha vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza, mboga za majani, kwa sababu mboga za majani zinahitaji wingi mkubwa wa nitrogen. Cha pili ni mazao ya mizizi ikiwemo viazi, mihogo, vitunguu na karoti. Cha tatu ni miti ya matunda ambayo inahitaji kwa wingi madini ya potassium pamoja na phosphorus. Nipende kulishukuru shirika la IDP ambalo limekuwa na mchango mkubwa, moja, katika utafiti, maanisha utafiti uliofanyika kuweza kugundua kiasi cha virutubisho vilivyopo kwenye nywele, kiasi cha virutubisho kilichopo kwenye mifupa na kiasi cha virutubisho kilichopo kwenye majivu meupe. Lakini pia shirika la IDP limeweza kusaidia baadhi ya majaribio na kusaidia upatikanaji wa vifaa vinavyosaidia utengenezaji wa mbolea hii, ikiwemo mashine ya kukatia nywele, lakini pia jiko la gesi ambalo linatumika kuchemshia mchanganyiko wa nywele pamoja na utomvu mweupe unaotoka kwenye mpapai. Hawa vijana wameamua kutengeneza mbolea kwa kutumia nywele, kwa kutumia mifupa, wanatengeneza mbolea za ambayo ni mbolea hai tunasema. Kwa hiyo tunaona ni mwamko mkubwa sana, hasa kuleta ajira kwa vijana, kuhakikisha kwamba vijana hawakai idle, wanafanya bunifu mbalimbali za kuhakikisha kwamba mbolea, mbegu, viuatilifu vya kilimo ekolojia vinapatikana kirahisi kwa wakulima na wakulima wanaweza kutumia.